Rais wa Kenya, President William Ruto, kila siku, kila kukicha, anaendelea kuongezeka na huzuni. Hii huzuni na maswali ambayo yeye mwenyewe anajiuliza ni hivi: mwaka wa 2027 ambao unakaribia, kila siku, kila masaa ikisonga, wakati unakaribia, anajiuliza swali hivi: 2027 atarudi katika mamlaka? Na iwapo hatorudi, je, ni nani ambaye atachukua usukani? Hayo ni mawazo ambayo tunajua kawaida mtu binafsi lazima akajiuliza. Sasa swali ambalo mimi mwenyewe ningetaka wewe mtazamaji wangu hapa Expertise 247 ujiulize. Rigathi Gachagua amechukua kiapo na ameapa kwamba lazima mfanye aliyekuwa mdosi wake Rais William Ruto a one term president. Tumeona Rigathi Gachagua akijipiga kifua na kusema kama hakumsaidia William Ruto 2022, then William Ruto hangekuwa rais wa leo hii. Na ukiangalia vizuri, alisaidia sana William Ruto kuchukua uongozi na usukani mwaka wa 2022. Sasa ilikuwaje? Ikakifika kiwango mahali watu ambao walikuwa wanasikizana, they cannot sit in one table, hawawezi wakasikizana tena, and then wakago ahead kwa jambo ambalo ni la kumtoa kwenye kiti cha naibu wa rais Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ameapa na amehasema kwamba lazima hakikishe yeye pamoja na upinzani ambao wameweza ni kuform the united opposition, and their target, as they say, as they speak, is to 2027 to make President William Ruto a one-term president. Rigathi Gachagua is moving from Mount Kenya to Nyanza to Nairobi, all over the country. And his mission, everyone can see his mission. His mission is to draw a very good picture that William Ruto is not a good president. And that is his own words, because everyone has his own views according to his personal maybe decisions. Unajua, everyone is making personal decisions of who he or she will vote 2027. Hasa mtazamaji wangu, Rais William Ruto alijiuliza hivi 2027 atachukua usukani, na iwapo hatachukua atakuwa wapi? Ni nani ambaye atachukua usukani hapo 2027? Hasa mtazamaji wangu, hili ni swali ambalo I think everyone is asking, kila mtu anajiuliza. Mwanzo, kulingana na watu ambao Rigathi Gachagua wanakusanya katika mikutano yake, maybe wanaenda tu pale juu ya kusikia the former deputy president, the truthful man, is around, or maybe these are his followers. President William Ruto mwenyewe akona political tunaweza sema political rivals. Wa kwanza ni Rigathi Gachagua, since they block everything from the impeachment date. Akona Kalonzo Musyoka, kuna Fred Matiang'i, kuna watu wengi ambao wamekuwa wakielezea Uhuru Kenyatta ajiunge na the opposition so they can make a good government come 2027. Uhuru Kenyatta is very silent, and if you can remember, wakati William Ruto, President William Ruto and former deputy president Rigathi Gachagua walikuwa wanachukua uongozi, watu walikuwa wanasema Uhuru Kenyatta is not the best by then, but today as we speak, everyone is willing if Uhuru Kenyatta was in power, the reason being very many things. Now, mtazamaji, inakuchukua just 1 second kuweza kusubscribe katika hii channel ya Expertise 247 ili uweze kuwa ukipata every detail, every information tunaweka hapa katika Expertise 247.
Mtazamaji wangu, naona kama President William Ruto ako na huzuni ya uongozi wa 2027. That is something basic kwa kiwango chenye yeye mwenyewe ako, kwa pahala ambapo yeye mwenyewe ako, lazima akuwa kijiuliza what will happen, what is happening. Now ningetaka utuweke pale katika comment section, utueleze on your personal perspective, unaona come 2027 will William Ruto really be able to become and win back to back first term? Now the second term is becoming somehow very hard to get, because as you can see, citizens are saying there is a lot of taxes, life is hard, very many things are not working. Na mtazamaji wangu, ni vizuri tueleze hapo katika Expertise 24/7 katika comment section. 2027, what is your view on the next president? Asante sana kwa muda wako. Mungu akulinde. Have a nice time.